Okay, asante sana. Esageri oye. Watu wa Eldamarabin chamgei. Hebu nione salamu ya fireman. Na salamu ya rais. Kwanza Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, nikukaribisha hapa Baringo kwa mara ya pili. Unajua sasa mimi nimepata naibu wa rais wa ground. Chuzi wiki moja ijaisha ulikuwa hapa Mogotio. Ukatoka hapa Mogotio ukaenda sehemu inaitwa Rabai. Ukatoka Rabai jana ulikuwa Meru. Ndio hii leo umerudi Baringo. Na unajua Mheshimiwa Naibu wa Rais, wakati William Samoei Ruto ambaye ni rais wa Jamhuri ya Kenya alichaguliwa, akakuwa mjumbe ya Eldoret North, akaenda akakuwa waziri, akakuja akakuwa naibu wa rais, na saa hii yeye ni president ya Jamhuri ya Kenya. Wewe pia umechaguliwa kama senator wa Tharaka Nithi. Ukakuja ukakuwa majority leader, ukakuwa deputy speaker, ukakuja ukakuwa waziri ya mambo ya usalama. Saa hii wewe ni naibu wa rais. Sasa mtu mwenye ako na akili si amejua ni nini inafuata. Kuna vitu hufai kuambiwa. Kuna vitu si lazima ufanye nini? Si lazima uambiwe. Na Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Rais wakati alikuwa deputy president kama wewe, kila Ijumaa ako Kabarnet, wakati mwingine ameenda Likoni, siku nyingine unamuona Turkana. Wewe umeanza kukanyanga hiyo nyayo ya naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Na unajua sisi ni wafugaji, na ng'ombe ikitembea hii mguu ya nyuma inakanyanga mahali ile ya mbele imekanyanga. So tumeona hii mguu yako mahali inakanyanga iko na mwelekeo, na sisi tutasimama na wewe kidete. Hiyo wakati ikifika tutaona hiyo mambo yako. Wewe umesimama na sisi. Wakati rais alipigwa vita wewe ulisimama na yeye. Saa hii wewe uko nyuma yake. Wakati watu wanapanga rais wanasema Sirma 2 term, Chembetei long term, sijui rais 2 term, ukisikia wajasema maneno yako hawana makosa. Unajua wewe na rais ni kama buluba na mkate. So tukitaja president unajua wewe ni kama buluba tu uko hapo. Na wakati mkate haiko hata hiyo buluba ndo nakula bure. So wewe naibu wa rais wakati time ya president itaisha, sisi tutasimama na wewe na tutakupanga ili ndisichukue muda mrefu. Mheshimiwa Naibu wa Rais, wewe unajua nimeona wewe ni mtu ya kimila. Na wewe ni mtu unasema kama si mbili ni ngapi? Angwan. Na sisi tumekubali saa hiyo utakanyanga mbili ya Naibu wa Rais. Alafu kuna angwan huko mbele. So kwa sababu wakati ulikuja Mogotio na Kiboreka kaomba basi ya Inopsus, hiyo ni moja, si ndio? Sasa kwa sababu uendage moja confirm ya Solian mambo iko ngapi? Mbili. Ikuje ingekuwa ngapi? Mbili. Ya mwisho, Your Excellency, hapa unaona hii watu yote wamekaa hapa. Hii watu wanatoka sehemu inaitwa Mandena, kuna Kiplombe, kuna sehemu mbalimbali ya hapa Isageri. Na kuna hospitali hapa. Unajua hospitali inaanzia level 1, inaenda level 2, inaenda 3, 4 mpaka level 5. Sasa ile dispensary iko hata haina level, haiko level 1, labda iko level 0. So ili uweze kuwaokolea hii watu, Your Excellency, tusikumia hata ianzie level 0 mpaka iende level 3 ili hii watu waweze kupata matibabu. Watu karibu 5,000 na wanategemea hospitali level 0. So niko chini yako, Your Excellency. Mimi nipange tu hospitali iweze kuinuliwa iende level 5 kama zile zingine. Alafu kuna wakati deputy president alikuwa naibu wa rais, wakati president alikuwa naibu wa rais, akakuja hapa akatuahidi kuna pumps ziko hapa kuprocess mambo ya maziwa. Na wakati alikuwa rais akasema atatuma waziri Oparanya atupatie pesa ya kujenga hiyo pumps ya kuprocess maziwa yote ya Baringo, kuanzia kule Kabarnet, Kituro, huko Torongo mpaka Mochongoi, walete maziwa hapa. Na akaahidi kwamba atatupatia 100 million. Na mheshimiwa waziri Oparanya akakuja akasema nimeagizwa na rais, nikaambiwa peana 100 million ili uweze kukamilisha hiyo process ya pumps ya kuprocess mambo ya maziwa. Na unajua sisi wewe kwa sababu mtu ya ground na unapatikana hata kuliko hata mawaziri wengine. Sasa huyo Oparanya alisema nimepewa direction na akapotea na hiyo direction. So Your Excellency, mimi nikubalie nikuje nisimame mlango yako ili tutafuta Oparanya na wewe tuambie hii pesa 1,100 imeenda wapi. So mumenikubalia tumtafuta Oparanya na Mheshimiwa Naibu wa Rais. Na hiyo wakati ikifika 2027 22 term. Na wakati ya mkate ikiisha tunalamba blue band. So Mheshimiwa Rais ni mkate, na mkate ikiisha tunalamba nini? Blue band. Asanteni sana, Mungu awabariki, na bado mnishikilie, mimi ni senator wa raia. Asante sana, Mungu awabariki. Huyu Senator Chembetei ni fire si fire. Huyo kijana anajua kuwekelea maneno vizuri. Ni fire. Don't lose this kind of leaders. Hao ni watu wa kutengeneza na kutetea. Ama kuna issue ya raia tena imetokea hapa. Amesema
Na ameniambia chunga usiende sema mambo yetu mambo itakuwa tofauti. Gani So tena? wamesema vijana ya bodaboda wamesema tumeregister na wakati utapanga hii na mama ya mambo ya nini hata ukumbuka hapo bodaboda. Na unajua hii ni mtu ya kusema na kutenda. Hiyo ni mtu ya kusema na kutenda. Hiyo ni sawa kabisa. Asante sana. Asante. Wewe Musa, you'll work with the senator. Ndio hiyo madeni yote tulipe. Si namna hiyo? Bas. Now. Hiyo gari, Your Excellency. Yes. Sasa huyu hii gari ni ya huyu kijana. Yes. Anaitwa broker. Alianza mambo ya broking ya stage mpaka akakuwa dereva. Sasa hii anaendesha gari ya mtu. So sisi tumekubaliana kama maasla. Mimi nikiwa senator wa raia, tukasema tunataka kuempower huyu mtu awache kuwa dereva ya mtu. Hiyo gari yake amepandika mapicha ya wanasiasa wote, kuna Kiborek, kuna mheshimiwa naibu wa rais, kuna rais wa Jamhuri ya Kenya na ameweka bendera ya UDA. So pangia sisi hii muungano hii. Asante. Thank you very much. Na wewe na senator, munikumbushe ndio tu sort out hii mambo yote, hata gari ya hiyo mdosi. Si namna hiyo? Niseme nisiseme? Ni leo si leo? Ni fire si fire? So tuko na mzee wetu hapa na heshimu sana.